Hii ni saa ya kufunguliwa kwako na dada wajibu, Nabii Oliver Elisha. Nabii Oliver, dada wajibu, ana majibu ya maswali yako. Una swali? Piga simu namba 0678-429-429 na 0692-370-805. Utahudumiwa kwa saa 24. Yohana 15:7. Nasoma kwa jina la Yesu. Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote nanyi mtatendewa. Yaani wewe ukizitii sheria na kanuni za Mungu, acha dhambi unaacha, kataa dunia, jikane unajikana. Na kuambia utatamka lolote na Mungu atafanya. Kwa nini Mungu afanye? Bado haujafikia vile viwango vya utakatifu vya utii ambao Mungu anataka. Yesu anawaambia mimi ndiyo nuru ya ulimwengu, na yeyote anifuataye hatakwenda gizani kamwe. Yaani wewe ambaye umechagua Mungu kuwa upande wako, shetani hata atume mashambulizi ya aina gani, hautokufa katika jina la Yesu. Hautoaibika katika jina la Yesu. Hatakuangamiza katika jina la Yesu. Maana hiyo nuru hauwezi kuizima. Amina. Amini. Bwana Yesu asifiwe. Ninyi mkikaa ndani yangu, Mungu anataka ukae ndani ya wokovu, utulie. Usiwaze kurudi kwenye dini. Usiwaze kurudi kwenye mizimu na mashetani. Usiwaze kurudi kwenye dunia. Unajua hapa nimepita sana, kwenye nikatafute msaada. Mungu hataki tuliookoka tutafute msaada kwa wapagani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Atatangaza neno lolote katika maisha yako, wala hauwezi kushuka shimoni. Amina. Biblia inasema hatushuki shimoni sisi ambao tumeokoka. Amen. Biblia inasema atakutoa, na wewe ni nuru ya mataifa. Mungu anakutegemea wewe mtaani kwako, kazini kwako, huo moto kidogo ambao wewe unajidharau uangaze. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kwa nini watu wanakuinukia? Kwa sababu ya hiyo nuru. Unajua kwa nini hauna chakula, hauna mavazi? Kwa sababu ya hiyo nuru. Lakini niko hapa kukutangazia habari njema. Kama yeye ni nuru na uzima katika maisha yetu, mauti, magonjwa, mateso haina nguvu katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Asa amesema katika kile kitabu cha Mithali 3:5, kama yeye ni nuru, usitegemee akili yako kutafuta chakula, kutafuta mavazi, kutafuta watu wa kusaidie. Muangalie Yesu Kristo. Mithali 3:5. Mithali 3:5. Tasoma kwa jina la Yesu. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. Mtumaini, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Kuna vitu vingi unang'ang'ana. Nataka hivi, nataka hivi, nataka hivi. Mwache Yesu atawale maisha yako. Mwache Yesu akuongoze. Mwache Yesu akupiganie vita. Mwache Yesu aseme na wewe. Mwache Yesu akuponye kwa wakati na majira yake. Usizitegemee akili zako. Bwana asifiwe. Watu waliookoka wangapi ambao hawatategemea tena akili zao kutafuta kazi, kutafuta mume, kutafuta uponyaji? Sisi ni nuru ya kuangaza wengine. Bwana Yesu asifiwe. Mtegemee. Isaya 50:10. Mtegemee Mungu. Atatenda tu. Yesu akawaambia, ninyi hamwezi kunijua mimi. Walikuwa wanamkejeli Bwana Yesu. Ni mara ngapi watu wanakukejeli baada ya kuokoka? Tangu umeokoka umepata nini? Tangu umefanya hivi na hivi na hivi. Lakini maandiko yanasema, yeye ambaye amekubali kuipoteza nafsi yake kwa ajili ya Mungu ataiona. Hivi ambavyo umejikana, umekataa dunia, umekataa mizimu, umekataa dhambi, utaiona. Bwana Yesu asifiwe. Isaya 50:10. Nitasoma kwa jina la Yesu. Na ni nani miongoni mwenu ambaye amchaye Bwana, aitiaye sauti ya mtumishi wake, yeye aendaye katika giza
giza wala hana nuru, naye alitumainia jina la Bwana na kumtegemea Mungu wake. Mungu anataka wewe ulitumainie jina la Bwana na usione nguvu zake. Watu wa dunia wanategemea waganga. Kuna kanuru kidogo cha shetani wanapewa, kinafanya vitu, baadaye wanakufa. Lakini uliokoka na kuambia ni bomu la atomiki kwa shetani, mizimu na watu ambao hawana Yesu. Acha kujidharau, mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mche Mungu. Usiombe pia vibaya. Biblia inasema mnaomba mpati kwa sababu mnaomba vibaya. Katika ibada hii tumuombe Mungu leo atueleze tuombeje. Amina. Warumi 8:26 inasema kadhalika Roho naye utusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi tupasavyo. Unavyong'ang'ana kuomba vitu vya kimwili ndio maana Mungu atendi. Katika ibada hii mwambie Roho Mtakatifu, na mimina moyo wangu wazi. Wewe niombe kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Ukiombewa na Roho utaomba mapenzi ya Mungu. Amina. Ukiomba wewe kwa nguvu zako unaomba mahitaji yako ya kila siku na kuombea Bwana akupe roho ya kuomba na neema leo. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Hatupotei tukiwa ndani ya Kristo Yesu. Usiombe vibaya. Amina. Mathayo 5:14. Usiende kwenye giza tena. Mathayo mtakatifu sura ya 5 mstari wa 14. Nitasoma kwa jina la Yesu. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Ninyi mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima. Bwana asifiwe. Unaona anavyosema, ninyi ni nuru ya ulimwengu. Yaani wewe ni tajiri katika ofisi yako, unamiliki pale kiroho. Unapokuwa ofisini, ona wewe ndio mtawala, wewe ndio mkurugenzi. Unapokuwa kwenye genge lako, kwenye biashara yako, ona wewe unamiliki na kutawala wachawi wote wa hilo eneo. Haleluya! Haleluya! Anasema ninyi, yani wewe na mimi, sisi ni nuru ya ulimwengu. Popote tunapotokea, lazima watu waone uzima. Lazima watu waone kibali. Lazima watu waone upenyo. Kwa nini unajidharau? Kwa nini unajiona kawaida? Anasema ninyi ni nuru ya ulimwengu. Sisi tuko hapa duniani tumdhihirishe Yesu Kristo. Tuwaeleze watu habari zake. Tusihangaike kutafuta nguo, vyakula, mavazi, magari. Tumdhihirishe Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kama wewe ni nuru ya ulimwengu, utakesha na kuomba. Maandiko yanasema kesheni msije mkaingia majaribuni. Basi huwezi kuja kanisani, huwezi kuamka katika chumba chako ukakesha ukasema na baba yako ili uzidi kung'aa. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Yohana 1:5 anasema nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuliweza. Yaani hapo ulipo hakuna kitu kinaweza kikakushinda, kikakuua kifo cha mapema. Hakuna madeni. Nakwambia leo, mwambie anayekudai nyamaza kimya mpaka nipate fedha. Kwa sababu ndani yako uko uweza usiokuwa wa kawaida. Ndani yetu kuna uweza wa kutembea juu ya maji. Yesu akamwambia Petro, tembea juu ya maji. Yesu anakuambia leo, tembea juu ya maadui zako. Yesu anakuambia leo, inuka katafute kazi, inuka hubiri injili, inuka ponya watu, toa pepo. Unaweza, mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Shadraka, Meshaki na Abednego hawakuwezwa na shetani kwa sababu ya hiyo nuru. Tulipookoka tumewekewa uwezo usiokuwa wa kawaida. Usiangalia hayo maumivu ulio nayo. Shetani anajaribu kukuletea vitu vya kukuonyesha ya kwamba wewe sio mtoto wa mfalme. Niko hapa nikwambie, jina lako limefutwa kwenye kitabu cha hukumu na limeandikwa kwenye kitabu cha uzima. Usiende gizani. Usikubali kutumiwa na mashetani. Usikubali kwenda kutafuta msaada kwa mashetani. Kuna watu wameokoka lakini bado ni watumwa. Unajua kabisa una mapepo, una majini, lakini unashangilia. Unaona ngoja kwanza, unatumikishwa na leo utaachiliwa katika jina la Yesu. Bwana Yesu
Yesu asifiwe. Usiogope kifo. Kwenye uzima kifo hakina nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni saa ya kufunguliwa kwako na dada wa jibu, Nabii Oliva Elisha. Nabii Oliva, dada wa jibu, ana majibu ya maswali yako. Una swali? Piga simu namba 0678429429 na 0692370805. Utahudumiwa kwa saa 24.